Okay, sawa, mchezo umeshatamatika. Ijuga Nyundo akipata matokeo mazuri akiwa nyumbani mechi ya kwanza goli 1-0 wakiwa hapa kata yao ya nyumbani kabisa Ijuga Nyundo dhidi ya kata Kibeta. Hapa nipo na kocha technically lakini pia tactically anazungumza hapa kocha kikosi cha Ijuga Nyundo. Kocha, pole na hongera na mchezo. Asante, namshukuru Mungu tumeanza salama na tumemaliza salama. Kocha, pengine jitambulisho unaitwa nani lakini pia ni wa kikosi gani? Mimi kwa jina ninaitwa Billy Sam Boniface Basaka. Mimi ndio kocha wa timu ya Ijuga Nyundo. Okay, sasa mchezo umeshatamatika, pengine kipindi cha kwanza na kana kama mlikuwa mnaonekana mpo 50-50. Utofauti wa kipindi cha pili uligundua wapi katika chumba cha kubadilisha nguo na kwenda kuwatengeneza wachezaji, na uliopa mifumo gani ya kwenda kuisawazisha mchezo na kwenda kuitenganisha katika kipindi cha pili? Ni kweli kipindi cha kwanza kilikuwa na changamoto, lakini baada ya kugundua kwamba wapi kuna maadui zetu wana mapungufu, nikabidi nikafanyia kazi, nikawarekebisha vijana wangu wakakaa vizuri na nikafanya sababu moja ili kuja kuniletea matokeo mazuri. Kuna namna kama mlikosa nafasi sana kipindi cha pili, kocha, pengine ulitengeneza hasa viungo eneo gani la uwanja, lakini pia ubora wako katika eneo la uwanja ilikuwa sehemu gani, lakini pia Kibeta mliwazidi sehemu gani ambayo ilikuwa bora na kwenda kupoteza ubora wa kipindi cha pili? Ni kweli kipindi hicho ambacho unachozungumza ni sahihi, palikuwa na changamoto, lakini nikawa nimeita vijana wangu wawili nikaongea nao nikawapa mifumo ya kuweza kufanya uwanjani, kwa sababu hao wa Kibeta walikuwa na udhaifu upande wa mida pale katikati, na mimi niliona udhaifu ulipokuwa pale nikawajazia viungo pale katikati, ndio kuweza kupelekea kupata goli moja. Pengine kwa ratiba ilivyo leo umeanzia nyumbani, mna mechi pia ugenini kule Kibeta kwao. Sasa kwa hii goli 1-0 pengine inaweza katosha kuwapeleka hatua inayofuata? Nitashinda, udhaifu wao nimeuona, nitatumia nafasi wanazozifanya kwa kutokuwa na usahihi, hivyo naamini nitapata ushindi kwao. Shukrani na hongera kwa mchezo. Asante sana. Ni kocha wa kikosi cha Ijuga Nyundo, anazungumza kujiamini sana na naamini pia mechi ya marudiano atapata matokeo mazuri. Kocha wa kikosi cha Kibeta ambao wamepigika kwa siku ya leo mechi ya kwanza, atazungumza pengine utofauti wa mechi kwa siku ya pili kwa wapi uwanjani, lakini pia kipindi cha kwanza walicheza vizuri sana. Kipindi cha pili kitu gani hasa kiliwasibu kikosi cha Kibeta? Kocha, habari na pole kwa mchezo kwa siku ya leo. Asante sana msemaji. Pengine kwa majina yako ni kocha wa timu gani? Kwa majina anaitwa Frank Viki, tasema sio kocha, ni msemaji wa timu. Kuna kocha wangu japo ana majukumu kule, lakini tunaweza tukazungumza hata mimi pia, kwa sababu sasa tukaitwa kama kaimu kocha msaidizi. Nambi. Mechi imetamatika kwa siku ya leo. Mechi ya kwanza kabisa ufunguzi UVCCM Bukoba Cup mmepigika goli 1-0, na ni kama hii ni dabi ndogo kati ya Kibeta dhidi ya Ijuga Nyundo. Mlipotea wapi na mechi ilikuwaje kwa siku ya leo? Kiufupi mimi naweza nikasema kwamba tujapotea. Hii game kuna matokeo, kwamba kuna matokeo, game lazima itoke majibu. Hata kama tungetoka na draw, tungepiga penalty, tungefanyeje? Mechi ilikuwa nzuri, wapinzani walikuwa wazuri zaidi, hata na sisi pia tulikuwa bora zaidi, kwa sababu kwanza hii ni mechi ya ugenini. Kwanza tumekuja ugenini, kama unavyojua mechi ugenini inakuwa ni ngumu sana, lakini pia siwezi nikazungumzia kwamba sisi tumecheza vibaya. Tumecheza vizuri sana. Hata ukiangalia kipindi cha kwanza position zote tulikuwa tunawazidi. Ukija kipindi cha pili, yani ni mistake kidogo za wachezaji ambazo zilikuwa zinatumika, lakini mchezo lazima patikane mshindi basi. Lakini pia kwa upande mwingine naweza nikasema kwamba kuna katama fulani wachezaji wetu wamekuja kukata, kutokana na kwamba ni ile kwamba kuna vitu vimetendeka uwanjani ambavyo tulikuwa tunaona sio. Kama unavyoona kuna wachezaji wetu sisi tumechukua kadi 2 za njano. Yes. Lakini kama unavyoona upinzani hakuna kadi iliyotoka hata. Na wewe kama ulivyokuwa unachungulia unaona kuna mchezaji amechezewa vibaya kabisa, kwamba inaonekana kabisa mpaka damu inavuja. Kwa hiyo pengine kocha unataka kusema hauna imani na uamuzi wa mchezo kwa siku ile? Siwezi nikasema kwamba sina imani na uamuzi, kwa sababu uamuzi huwa ni kusaidiana wale wa pembeni na wakati. Lakini sasa pembeni anavyolala alafu na wakati akalala inakuwa kama vile inaonekana kama vile mchezo unakuwa sio fair. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi tunaweza tukasema mchezo ulikuwa mzuri, lakini kwa upande wa katikati ni mistake za marefali pamoja na maamuzi wa pembeni, kivingine ilikuwa sio, kutokana kwamba kama unavyoona wewe mwenyewe umeona mchezaji amechukuliwa mpaka ambulance, lakini hakuna kadi inayotoka, na inaonekana kwamba mtu ameguswa kabisa, lakini hakuna. Njano za kwetu zinatoka ovyo ovyo, kama unavyoona linesman wa upande mmoja alikuwa amelala, yani mpaka umkumbushe kwamba bwana hiyo ni nini, ndo anaamsha. Sasa ni kitu ambacho tunaona kwamba ni kitu ambacho sio. Hatuwezi kusema tuna imani nao, tunawaamini, lakini mechi inayokuja ya nyumbani wajipangi sana, kwa sababu hiyo ndio mechi tunaangalia kwamba tutafanyaje. Lakini mimi na imani goli 1 sio
Kwa hiyo wajipangi sana, kwa sababu tuko ugenini, lakini wame goli moja. Kwa hiyo kama unavyoona uwezo wao ni mdogo sana. Zungumza na mashabiki wa Kibeta ambao wanakusikiliza Vision FM TZ pale Instagram, Vision FM pale, lakini Facebook, lakini ya mitandao mingine ya kijamii. Zungumza na ambao wanakutazama sasa hivi. Ya, mimi nipende kuatia moyo tu washabiki zetu wa Kibeta. Tunajua kwamba Kibeta tuna vibe. Tuna vibe Kibeta, tunapendana, tumeungana kuchukua kombe hili. Kama unavyoona, ili tunatolewa, tukija huku ilikuwa ni ugenini, lakini wakija kwetu tunakuwa ni kwamba tukipigwa tunatoka, lakini cha muhimu kwamba mashabiki zetu wasikate tamaa. Tutafuzu, tutapita, kwa sababu goli moja halina shida. Wakija kwetu wajiandae kuloa, kwa sababu tuko kwao. Basi imani mimi sitaki kuzitumia imani zile za chini chini, kwa hiyo nimesikia kwamba zimetumika sana, lakini sisi tunamwamini Allah mmoja. Kwa hiyo mashabiki zetu msikate tamaa. Tarehe 10 pale Kibeta Primary pale ndio atakuja kulia, na uwanja kama ulivyokuwa unaona wenyewe wamezoea uwanja, kila siku miaka na miaka wako hapa wanapiga matizi hapa. Juga Nyondo wote hii timu naijua, kuna watu wa Bukoba Royo wako hapa, B13 wako hapa, kwa hiyo kila siku wako hapa. Uwanja ni kama vile si ni ugeni, maji unaona kwamba wenyewe washazoea, lakini tarehe 10 mimi niwaambie mashabiki watalia. Sawa, shukrani sana kocha na pole kwa mchezo. Asante, haina shida. Sawa, amezungumza vizuri sana kocha kwa upande wa kikosi cha Kibeta na kuhakikishia mashabiki wa Kibeta kwamba tarehe 10 moto utawaka pale nyumbani na watapata matokeo mazuri kuelekea hatua inayofuata.